Leo nakwenda kuzungumza kuhusu jinsi gani ngono inavyoweza kuharibu maisha ya mtu. Come on dude. Ndio, napozungumza kuhusu ngono, nazungumza kuhusu kubadilishana nguvu, exchanging of energies. Mungu ameweka energies ndani yetu. Mungu ameweka nguvu ndani yetu, inaitwa creative power ndani yetu. Na hii nguvu ni kwa sababu ya sisi kuwa creators, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Waebrania 11:3 nasema, kwa imani tunajua kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Inamaanisha sisi tuna uwezo wa kutamka na kitu kikatokea. Lakini hatutaki kwenda hatua moja zaidi au mbili zaidi au 10 zaidi. Tunataka tuishie pale ambapo sisi tuna perceive kwamba nguvu ambazo Mungu ameziweka ndani yetu ni kwa sababu ya sexual pleasure au kufurahia mapenzi au niseme kuzalisha watoto. Lakini tukienda more further au hatua mbele zaidi, tunakuja kugundua kwamba hizi nguvu zinaweza zikatufanya sisi kufanikiwa kwenye biashara, kufanikiwa kwenye kila kitu ambacho tutaelekeza akili zetu kwalo. Okay? Sasa, jinsi gani unaweza kuharibikiwa unapoenda kufanya ngono? Mtu anapoenda kufanya ngono inamaanisha hizi nguvu zinamtumikisha yeye. Mungu ameweka hizi nguvu ili sisi tuzitumikishe, sio hizo zitutumikishe sisi. No, hapana dude, come on. Sasa zinapoanza kukuongoza, unajikuta umeingia kwenye kuharibikiwa, maisha yako yameharibikiwa. Lakini unapozicontrol, kuziongoza, unaweza ukaziongoza vile unavyotaka wewe na maisha yako yakabadilika. Come on dude. Sasa Mungu anaposema kuhusu ndoa, anasema kuhusu upendo na sio lust. Come on. Sio kufanya tu mapenzi, bali ni kuendelea kupendana, kujaliana na kujuana zaidi. Unapoenda kuzitumia hizi nguvu kwenye ndoa, inamaanisha kwamba nyinyi wawili mnabadilishana hizi nguvu na mnatengeneza kitu kwenye maisha yenu kama mume na mke. Lakini unapoenda kulala na mtu ambaye humfahamu, humjui, haumpendi, inamaanisha kwamba unataka tu kwenda kumaliza your sexual urges, kufurahia tu raha ya mapenzi. Nataka nikwambie unapoteza nguvu zako bure. Come on dude. Sasa unapoenda kulala na nani yule? Unapoenda kulala na makahaba, unapoenda kulala na mtu ambaye humfahamu, humjui, na yeye jua kwamba ana energies, generational curses, nguvu za laana. Come on dude. Na unapoenda kufanya ngono na yeye, mna exchanging of energies, mnabadilishana energies. Na mkibadilishana energies, wewe unaondoka na negative energy na yeye anaondoka na your positive energy. Kwa hiyo utajikuta maisha yako yanaharibikiwa kwa sababu umempa nguvu zako. Na ndio maana ukishafanya mapenzi unajiona mwepesi. Kuwa mwepesi sio kwamba ndo raha. Kuwa mwepesi ni kupungukiwa. Come on dude. Unapokuwa umepungukiwa na zile nguvu, inamaanisha huwezi ukatamka kitu kikatokea kwenye maisha yako, na utaishia kumlalamikia Mungu wakati we mwenyewe umezitoa hizo nguvu kwa intention yako na attention yako. Come on dude. Sasa kama unaona huwezi kuzicontrol sexual energies, inabidi utafute how to control them. Inabidi ujifunze jinsi gani ya kucontrol, na kama zitaendelea kucontrol, maisha yako yataendelea kuharibika. Utaendelea kuharibikiwa kwa sababu lust ni kwa sababu
ya kufanya uumbaji na sio kwenda, is not just for sexual pleasure. Barikiwa sana.